Nandi turemoko mu studio shaweru FM 96.4 Romorero Amero haja tumba kutokea Remanto mwanya na tukiwa nado tena mbunge wa IMENTI North Mheshimiwa Rahim DAWOOD, lakini mbele watu wako na mazuri. Yeah, ndina maweku mabanki ya NCBA wethikirie nkwenda twarania na wenkwenda twita mbere turi amwe na banki ya NCBA ngukwira mantu ya till number NCBA ni thire itwere yako kaita kankulukia miaka 60 ila ithire itwitira ati mukenya na ukira kibiashara na kiuchumi na nende nibo kwira ati no urombe loan kuma kiribo bari na loan mwanya kuri na NCBA home loan ila umba kwithira kiromba bakethira bayo financera woka nyumba na 105%. Just imagine bakunenkere 105% wewe uende ukajenge nyumba hata kama hauna kaploti. Wewe wabera ati mimi sina kaploti na inkwenda woka nyumba, bakunenkera mbecha wewe toka uria ploti alafu ba wokera nyumba wewe ure ingie wokwenda woka. How about that? So NCBA bari kwira ati baita nembere na uwe no ntuba kwa kishate uwe na kuntu kwa kuria kuruki bari na loan bakwenda kwa kishate uwe kethiro ka biashara aku kanaenda chini kidogo bari mita business stock loans financing na biashara ikuwe kia kwithirwa kegita na mbere ikeo ya tafadhali make sure nukwarania na NCBA bank nikienda wakishatire biashara yewe kuni uchokanira burako batere no withdraw kia wa unsecured loan ya biashara yeku yokinyira up to 300,000 na kurokino withdraw kiona kinya up to 6 million kienda withdraw ki finance biashara yeku na withdraw kiongela stock yani matukidha tukiarania na uwe nyumekaita katekura ya kiri mubango ya chanchamoko ya takura yani dhaijiri kiro kite daike 13. Yeah, good morning. Karibu sana ukari muthikire gwatuika na kiuria mukari wa North IMENTI mukari wa Meru County kiri Mheshimiwa Rahim arania na batu 40188 no namba yetu SMS na bila shaka tukethirwa tukimuria mwesh. Good morning, happy new year. A belated happy new year. Kweli leo mwaka hii hatujaonana huu mwaka. Hii mwaka yote? I don't know. Nilifikiri tulikuja hapa. Hapana, ilikuwa last year. Uko salama? Niko sawa. Ni Ramadhani tu. Lakini tuko sawa. Na mvua imeanza, asante. Ramadhan Karim. Sasa unajua kama Karimi yeye Ramadhani yake ni ile siku tu ya kufungua. Siku ya kufungua ndio pekee yake anakumbuka tu peke yake. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Juzi nilikusikia na proposal ingine watu waliona ni kama wakajiuliza mheshimiwa anamaanisha nini. Ulikuwa unasema sijui Senate scrapiwe. Hiyo proposal nimepeana hiyo proposal kutoka mwaka uliopita kwa speaker ndio nitengenezewe sheria. Vile nimesema kwamba sheria vita zile katikati ya MPs, governors, MCAs na presidency tubadilishe mfano ya vile governance inafanywa. So nimependekeza kwamba kukuwe na mayors badilia governance. Mayors atakuwa amechaguliwa through MCAs vile mayors walikuwako. So county mzima itakuwa na mayor, ule mayor atakuwako amechaguliwa through the MCAs badala ya kwenda kwa ballot. Badala ya kwenda kwa ballot. Ballot ndio tayari MCA amechaguliwa kwa ballot. So mmoja wao atakuwa mayor, kind of a governor, lakini sio executive. Kutakuwa na town clerk. Vile town clerk zamani walikuwako watakuwa county clerk. Ule atakuwa recruited through official means. Ile itapendekezwa through parliament. So that ata National Assembly kutakuwa na committee ya devolution. So committee ya devolution ikiwa hapo, you do not need Senate because unajua kuna replication. Ukiona 2015 tulikuwa tunafanya inquiry kwa Kenya Airways. Tulifanya kama National Assembly. Baada ya mwezi mbili tunasikia Senate inafanya. So kuna replication nyingi. Hata saa hii laws kuna sheria mbili ninapitisha. Moja tayari imeenda through Senate. But previously hakukuwa na haja. Ikiwa imetengenezwa through National Assembly inakuwa sheria. Lakini vile walienda kotini ilisemekana every law
has to pass National Assembly na pia ipite Senate. Sasa unajua hiyo inachelewesha mambo mingi. Pia unawasikia Senate saa ingine inapeleka National Assembly kotini. Kuna sheria karibu 23 ile hawakusikizana. Baadaye wakikataa kusikizana wabadilishe ile sheria vile iliandikwa National Assembly, inaenda mediation. That is another waste of time. So kuna mambo mingi iko hapo. Sasa, that is why nilisema hivyo. Sasa mheshimiwa, uoni ni kama hii proposal yako in a way itakuwa ina devolution, kwa sababu devolution first of all ilikuwa ya kuleta serikali karibu na mwananchi. Bado serikali iko, lakini sasa inaumiza because lakini sasa mwananchi si yeye atakuwa amechagua governor. Lakini sasa hatuna governor, inakuwa mayor. Na mayor ni kutoka kwa MCA, ndio mwananchi amechagua MCA. Unless mwananchi hachaguliwi. Lakini mwananchi anachagua MCA wenyewe wanachagua mmoja wao ndio akue mayor. Mmoja wao. Not from anywhere else. Sio president atachagua mayor. Ni MCA moja atakuwa mayor. Kama leader of majority. The same thing vile leader of majority ako. So now tell me, huyu MCA yeye hatakuwa executive, hivyo ndo unasema? Sio executive, yes. Nani atakuwa na manage kiti ya county? Ndio kuna county clerk. County clerk ule anafanya administrative. Unajua kunaye administrative inakuanga na shida saa ingine. Surely politician wote sio administrators. Wengi sio administrators. That is why unahitaji a professional ule ata administrate hiyo county. Na huyu clerk atachaguliwa na nani? Clerk sasa ndio tunataka kuangalia how it can be done in the law, kwamba he should be competitively through the Public Service Commission. Akuwe technocrat. Yes. Lazima. Sasa ndio pesa ziangaliwe, lakini policy decisions zitafanywa na MCAs the way it is right now. Sasa mheshimiwa, what has advised hii proposal yako? Mimi nimeona tuna vita kuhusu ward fund. The lowest, unajua devolution inamaanisha the lowest level ugatuzi na MCA ndio at the lowest level. So yeye ndio ataweza kuangalia vile kazi inatakiwa kufanywa. Saa hii kutoka devolution imeanza, kila governor anaandika watu wake. Unaona wage bill inakuwa so high kwamba hakuna hata pesa ya development. Kwa saa hii hata juzi gazeti ilikuwa imeandika development imekuwa minimum. Hata zingine hata hazijafanya development yao hata 2%. So hiyo ndio ina inform hiyo maneno. Upande wa Senate nikisema iondoke ni because I think it's a replication of the National Assembly. Tungekuwa na extra committee ama kitu ingine ile ingeweza kufanywa ndio iweze kusimamia counties. So unataka Senate scrap completely? Kwa sababu hakutakuwa there is no reason. Kwa sababu hakutakuwa na governor, hakutakuwa na haja ya Senate, right? Yes. Huyu clerk atakuwa na term limit. Of course. Unajua akiwa ameandikwa anapatiwa either 2 years or 3 years ku perform. If it doesn't perform, there would be an impeachment. There can be MCAs wakiwa mayor, they can make a proposal kwamba haiendi vile inatakikana. So they are lazima hata ambassadors wanaandikwa miaka 4. Lakini juzi rais amesema watapatiwa miaka 2 waangaliwe performance contract. Kama wako sawa ndio hiyo 2 wataendelea, otherwise watarudi nyumbani. Yes. Sasa mheshimiwa, unajua hii mambo yote na hii proposal yako
ingekuwa na dawa moja kama bunge ingekubali kukuwe na World Fund. I understand Senate walikuwa wamepitisha hiyo na ikaletwa kwa National Assembly wakati wa Kang'ata alikuwa ameleta Irungu Kang'ata alikuwa ameleta hiyo bill kwa Senate. Na iko kwa NADCO report pia ama sasa hii ingesolve hii mambo yote badala ya hii complication yote ya clerk na hapana, hii sio mayor. ya complication. Unajua World Fund is one part. Ingine ni the differences between MPs, governors and president. Hapo ndio unajua it creates a lot of bureaucracy na bad blood. So hiyo ndio we are trying to cure. Na sio hiyo peke yake, nimefanya proposal. Nimefanya proposal ingine in another bill kwamba every county should have a minimum of 4 constituencies na maximum of 5. But we are giving na pia population ikue for 4 election cycles tutakaa wale. Unajua sasa ukiangalia let's say kama Isiolo, Lamu, Taita Taveta, Tharaka Nithi, although Tharaka Nithi wako na population ya kutosha sahi. In future, in 4 election cycles, manake in 20 years, population yao ziweze kuenda mbele. Na pia hata constituencies zile ziko chini. Right now, mumeona there are between 24 and 26 constituencies hazifai kukua. Because ukiona hata Isiolo County tuseme, si ati nasema waondolewe, hapana. But Isiolo County ni kama constituency yetu moja. Ni kama Igembe Central. Igembe Central ama Imenti South. Ni one constituency. Lakini naye inapata a minimum of 2 billion county funds. Na pesa zingine. So inafika karibu 3 billion. Ukienda the same thing with Lamu. Ukienda the same thing with Tana River. Hata Lamu, mjumbe anaingia na 5,000 votes. MP 5,000 votes. Governor anaingia na 50,000 votes. All 45. So you are just wondering, hata Isiolo is the same case. So mimi nimepropose kwamba for 4 election cycles we hold it until wafike to the average. Zile constituencies zikiweza kuongezeka population, then they will satisfy, otherwise they'll be scrapped. So what about like Meru yenye kuna 9? Hii ni kumaanisha sasa Meru itakuwa na kaunti mbili. Inafaa ikuwe na kaunti mbili, na nilikuwa nimependekeza in 2019. Lakini wakati huo kiongozi moja aliniambia ukifanya hivyo utafanya tofauti ya Wameru. Nilikuwa nimepropose hiyo wakati huo ikuwe Nyambene County na Imenti County. Sasa mbona wanasema kutakuwa na kugawanisha Wameru, whereas Tharaka Nithi pia unajua ni Meru. Tharaka Nithi pia ilikuwa Meru, ilikuwa part of Meru Central. But Meru South na Meru Central. Lakini ikafanywa Tharaka Nithi. So there is no question. So that would make sense. Meru South, there is Meru no Central, Meru North. Yes. Makes sense. There is haina tashwishi yoyote. We will not divide watu wa Meru because as kwa saa hii vile tunaongea North Imenti kuna watu ya Nyambene wote wako hapa. Mtigania, Muigembe na Muimenti mwenyewe. Sawa. So hata mimi nikijiambilia, mimi mwenyewe nimezaliwa Igembe South. Sawa. Na nimelelewa Igembe Central kabla ni turudi hapa. Mamangu amezaliwa Imenti North. So unajua kabla turudi, I think hiyo tunatakiwa do away with ati tunagawa Meru, hapana. Hapo I agree. Lakini sasa mheshimiwa, turudi hapa kwa hii mswada yako ya kwanza. Kwa sababu so kutakuwa na one fund kwa hii mswada yako? Yes, definitely. Unajua because everything hile itakuwa itafanyika down at the grassroots level.
That is why hiyo tunaweka county clerk, he is just an administrator of the policies which are made by the MCAs. So MCAs wenyewe wataweka policy, hii ndio tunataka kufanyiwa kwa ward zetu. Unless mtu atashindwa kulobby kwake, haitafanyika. Lakini MCA akiwa ana lobby, then unajua there has to be equity and hiyo equality. So saa ingine you may have to give, vile tumefanya equalization fund, kuna areas zile hazijawahi kufaidika kutoka anything, ndio inaongezewa equalization fund, inaitwa hivyo. Unajua mheshimiwa, first of all kutakuwa na kina Salesio na Salesio wengine wanaenda koti kupinga hii mambo yako, kwa sababu kwanza watasema ni unconstitutional. First of all, MCA hafai kukuwa na kiti, because kazi yake ni oversight, legislation na representation. So hafai kuwa na pesa kama vile walikuwa wameenda koti wakisema. Unajua hii sasa hatufanyi ikiwa hivyo. Hii proposal lazima iende to a referendum. Haiwezi pitishwa na National Assembly, and there is no way Senate itapigia kura hiyo, because Senate will not vote for their own abolition. Na unajua, speaking of referendum, mwesh tuko na hii inaitwa NADCO. NADCO pia kuna jambo zingine lazima iende through the referendum. Haiwezi kupita only in National Assembly, because if in effect any part of our constitution, it has to go. Na unajua wanasema hiyo NADCO wanasema kuna mahali inaweza kufreziwa vile haifai kwenda kwa referendum. So it all depends how it is phrased and how it comes out. Huku nje watu wanasema hiyo NADCO report yenu mheshimiwa is a BBI in disguise. To be frank, mimi nilikuwa supporter wa BBI. Mimi sijakataa, mimi nilisign na I was proposing BBI because BBI ilikuwa imesema one man, one shilling, one vote. Kwa saa hii unajua hiyo imepotea hapo katikati. We need that one because kuna watu wanapata pesa zaidi kulikuwa wanastahili, na sisi tunapata less than what we should be getting. So Meru County inafaa ipate hata pesa zaidi because tuko na watu ya kutosha, lakini hatupati. So we need to do that. Pia constituencies zetu za BBI, unajua mostly tulikuwa tunasukuma within the central region, Mount Kenya region, because tulikuwa tuna lose more than 10 to 15 constituencies. Pia tulikuwa tuna gain 2 hapa Meru County. Nilikuwa ninataka hata yangu nipate ikuwe constituency 2 ya North Imenti, lakini kwa saa hii vile census ilifanywa, lakini sikukubaliana na hiyo census. Ninajua niko na idadi ya watu wengi kuliko ile walinipatia. So Imenti South ni 2, Igembe Central ni 2. So hapo tutakuwa na 11 constituencies. Yes. So kuna possible referendum because hiyo NADCO maybe not. It depend na how those bills have been drafted and they are brought to parliament. Vile itachangiwa, kama itafanywa a third reading. Although nasikia opposition ama minority side wanasema hawataki hata kwa mamoja ibadilishwe, but that's not the essence of bills. Bills lazima kukue na change, na mimi nikitaka kubadilisha nikiambiwa sitabadilisha basi haina maana. It is dictatorship. So tumesema tutabadilisha a few sections ile mtu anaweza kuleta amendments. Sasa mheshimiwa, kwa hizi bill zako, na nataka tuende kwa sababu umesema mambo ya kubadilisha bill, kuna hii finance act imeleta shida sana, tutaiongelelea, lakini tuambie kama alisoma kama ulisoma kwanza. Mheshimiwa, hii kwa hii bill yako unaona ni kama labda ndio itakuwa cure. For example, right now article 89 ya constitution inaongea mambo ya delimitation ya boundaries. It might not be affected sahi kwa sababu hatuna IEBC. So this one will cure
hii kama hii situation ya italeta kuondoka kwa article 89 ya constitution? Bili yangu? Hapana. Lazima vile constitution imesema boundaries ni IEBC. So hata BBI vile ilikuwa ikisema ilikuwa inapendekeza iongeze Imenti South, Ugambi, na ilikuwa imepeana 90 ile iongezwe ama 70 whatever it was. It was not driven by what was on the ground, because mimi na wewe hatuwezi kusema this amount of constituency should be there. It is only IEBC inaweza kudetermine hiyo kitu. So unajua hata wenye siasa wanaweza kusema tutaongeza, but it's not in our power. The power rests with IEBC. So haitaweza kufanya hiyo kitu. Kitu moja ni waulize, unajua Karimi ameuliza hatukusoma ama nini. Wakati unaenda kuchukua loan ama nini, unajua kuna kuanga inaandikwa ile ndogo terms and conditions. Nataka kuuliza yoyote ule anaenda kuchukua loan kwa bank, hiyo terms and conditions amesoma yote? Huo unasign tu. Unasign tu because ni mrefu, mambo mingi. So I do not want to lie to anybody. Yes, we read the main parts, but unajua the devil is in the details. Sawa. So inafichwa vile hata ukijaribu kutafuta hutaipata. So in this case muna regret kuipitisha. Tuna blame nyinyi MPs ama ni drafters? Kwanza unajua vile bills zinaletwa na zinaharakishwa, there is sometimes no much time ya kusoma each and every part. In the first place? Well, hiyo ni serikali, hatuwezi kusema kitu because timelines ni very strict. Labda tufanye sasa, unaona budget siku hizi tunaanza hata mapema. Lakini sasa revenue raising measures inaletwa very late in June, kwamba hivyo ndio budget wakati inasomwa. Na within is this that a deliberate move ama? No, it's the way it has been in the constitution. So we probably need to give it more time for debate, so that unajua kila mtu anaweza kusoma ni kitu gani. Kama juzi nasikia sasa VAT CS wa Treasury anasema ati VAT kwa maziwa na kwa mkate, ati mkate na maziwa inakuliwa na middle class. Sasa ninauliza, juzi nilikuwa kwa mpira ya hii yangu ya North Imenti, kisha nikawa kamati amebu Nyoro pia ameambia KRA they go slow on these things. Na you know KRA is KRAing somewhere. Okay, it's in the law. Haiwezi, mimi najua hiyo. Mheshimiwa Deputy President akituambia hii mambo tutaangalia. Mheshimiwa Didi Nyoro, chairman wa budget, akituambia hii mambo tutaangalia. Mheshimiwa Daktari Mutunga akituambia hii mambo tutaangalia. Ndiye chairman wa agriculture. Mheshimiwa alikuwa anafaa kuwa amesoma hii vitu ya agriculture ambayo yuko kwa docket yake. Alikuwa anafaa kuwa amesoma ajue mkulima atakuwa anatumia e-teams. Mkulima atakuwa anaitishwa hii ushuru. Kwa hivyo sometimes mheshimiwa, this thing sounds very ironical na ni kama some of lewa vile unasema ni muhimu kwamba iwekwe kabisa on the table because tuko na budget office in parliament. Ile ina advise MPs in the budget committee. Nae there is a proper and wale wamesoma nafikiri unajua kuna regulations zile zinakujanga kwamba CS anaweza kufanya a few things even without passing through parliament. That is the problem. That is why I feel that saa ingine serikali na hata nyinyi wabunge mnaanzaga kupanda mti juu mkishuka, because I would expect mheshimiwa ile kitu ingeanza kabla tukue na tujue hii ushuru itatoshwa vipi badala ya kwanza